ninatambua kuwa mbali na kuihubiri Injili ya Bwana au Bwana Yesu Kristo, kanisa la KKKT limekuwa na dhima kubwa katika kutoa huduma za jamii, hususan afya na elimu. Na katika hili, kanisa limechangia sana kwenye jitihada za serikali za kuboresha maisha ya watu wetu. Shughuli ya leo ni kielelezo kingine muhimu cha nafasi ya kanisa katika kuyagusa maisha ya watoto wenye mahitaji maalum. Kwa kweli, hili ni jambo lenye baraka kubwa, na hii ndiyo maana ya pendo la Kristo. Na kama anavyoandika Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10, na hapa na nukuu, na nimeona nukuu hii iko kwenye kuta maeneo mbalimbali. Inasema tena, tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi ya kuwatendea watu wote wema, na hasa jamaa ya waaminio. Mwisho wa kunukuu. Ndio maana Baba Askofu uliponijulisha kuhusu shughuli hii, pamoja na ratiba yangu kuwa ngumu sana, nikasema sina budi kuja mwenyewe ili nishiriki baraka hizi. Shughuli hii ya ujenzi wa kituo cha diakonia inatutambulisha au inatukumbusha kwamba watoto wenye ulemavu au mahitaji maalum ni sehemu muhimu ya jamii na kanisa, na kwamba hatuna budi kushirikiana ili kuhakikisha usawi wao pamoja na changamoto walizonazo. Hivyo niwapongeze sana kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri iliyofanyika hadi sasa. Niseme kuwa binafsi nimeguswa sana na nia na malengo ya kanisa katika jambo hili, kwa kuwa pia ni moja ya masuala ambayo serikali ninayoiongoza imeendelea kuyapa kipaumbele cha kipekee. Sambamba na hilo, nasimama mbele yenu kama mama ambaye ninabeba dhamana kubwa ya malezi ya watoto wa taifa hili, sio tu wenye mahitaji maalum, bali watoto wote katika nchi yetu. Nimekuwa nikifuatilia kipindi maarufu cha TBC kinachoitwa Wape Nafasi, na taswira ninayoisoma kwenye kipindi kile ni kwamba mtoto akiwa hana changamoto anakuwa ni wa baba na wa mama, wote wazazi wawili wanakuwa